Bibi Anna alikuwa na kila kitu maishani mwake: nyumba kubwa, mashamba makubwa, wafanyakazi waliopiga magoti kila alipopita. Lakini katika sebule yake kuu iliyojaa kila thamani, moyo wake ulikuwa tulivu. Mwanawe pekee David alikuwa amerejea tu kutoka nje ya nchi ambapo alikaa miaka mingi sana. David alikuwa mwanamume mwenye sura nzuri, mwerevu na mwenye moyo mwema, ambapo alirudi kusimamia mali za marehemu baba yake. Hata hivyo, Bibi Anna aliona kupitia tabasamu za wanawake waliokuwa wakijipendekeza kwake. Wasichana wengi walivaa nguo zenye kung'aa, kucha zilizosafishwa na tabasamu bandia. Wengi walitaka utajiri wake, sio moyo wake. Alasiri moja yenye joto, huku akijipepea, alimnong'onezea moyo wake, nataka binti halisi, msichana mnyenyekevu, binti ambaye atampenda mwanangu kwa jinsi alivyo, sio kile anacho. Na mara moja, Bibi Anna alisimama kutoka kwenye kiti chake, akaingia chumbani kwake, akapakia kanga zake katika sanduku lililopungwa na akavaa nguo za zamani zaidi alizoweza kupata. Alifunga skafu iliyofifia juu ya kichwa chake na akatoka pekupeku barabarani. Kuanzia siku hiyo, aliketi kwenye kona ya soko lenye shughuli, akijifanya kuwa masikini, akitazama wasichana wa hapo sokoni. Jamila hakuwa kama wengine. Alikuwa mwanamke mrembo na ngozi nyeusi inayong'aa, macho tulivu na sauti ya upole kama mvua ya asubuhi. Aliuza mboga sokoni, sio kwa sababu alitaka, bali kwa sababu maisha yalikuwa yamempa chaguo jipya. Wazazi wake walikuwa wamekufa akiwa na miaka 16 tu. Tangu wakati huo, alikuwa akiishi na shangazi yake, ambaye alimchukulia zaidi kama mfanyakazi wa nyumbani kuliko familia. Alipika, alisafisha na kuuza mboga wakati binamu zake walikwenda shuleni. Lakini Jamila hakuwahi kulalamika. Alitabasamu kila wakati, alisali kila wakati, hata wakati hakupata chakula nyumbani alivumilia. Jioni moja, baada ya siku ndefu ya vumbi sokoni, Jamila alikuwa akitembea nyumbani na kikapu kizito cha nyanya ambazo hazikuzwa juu ya kichwa chake. Alimwona yule bibi mzee tena, yule ambaye alikuwa ameketi kimya kwenye kona. Lakini wakati huu, mwanamke huyo alikuwa ameanguka. Kikapu chake cha bakuli za kuomba kilikuwa kimemwagika. Watu walipita. Wengine hata walikanyaga mkono wake. Hakuna mtu aliyesimama. Moyo wa Jamila ulivunjika. Aliangusha kikapu chake mwenyewe na akakimbilia kwa yule mwanamke. Mama, uko sawa? Aliuliza kwa upole. Yule bibi mzee alitazama juu, machozi yakiwa yamekusanyika kwenye macho yake yenye mikunjo. Jamila alimwinua bibi mzee kwa upole na kumsaidia kuketi. Alichukua sarafu na bakuli zilizotawanyika, hata zile ambazo zilikuwa zimeingia kwenye maji machafu. Aliputa mikono ya yule mwanamke kwa ukingo wa kanga yake. Ngoja nikupeleke nyumbani kwako, Jamila alisema. Sina nyumba, yule mwanamke alijibu. Jamila alimtazama na akatabasamu. Basi utanifuata. Nitakupa mahali pa kulala usiku wa leo. Usiku huo, Jamila alimpa bibi mzee uji wa viazi. Hata alishiriki kumpatia kanga yake ndogo ili bibi yule apate joto. Bibi mzee hakuweza kula, machozi yakianguka kwenye bakuli lake. Hata hujui mimi ni nani, bibi alinong'ona. Jamila alipumua. Sihitaji kujua. Wewe ni mama wa mtu, bibi wa mtu, na leo wewe ni mtu ninayeweza kukusaidia, Jamila alisema. Asubuhi iliyofuata, bibi mzee alimtazama Jamila akiamka alfajiri, akafagia eneo la nyumbani. Jamila akaoga na maji baridi kutoka kwenye dumu jeusi chafu na akaandaa mboga kwa ajili ya siku hiyo. Unaishi hivi? Bibi mzee aliuliza. Jamila alitabasamu. Ndiyo maisha yangu, Mungu amenipa nguvu, hiyo inatosha. Wakati Jamila alipomsaidia kukaa chini ya mti wa maembe, moyo wa bibi mzee ulikuwa umeamua. Hajui, bibi mzee alijisemea, hajui kwamba amefungua tu lango la hatima yake. Jua la mapema lilikuwa halijagusa paa wakati Jamila alirudi kutoka mtoni, ndoo ya maji juu ya kichwa chake na bamia safi kwenye mfuko wake. Alipiga mluzi kwa upole kuonyesha furaha yake ya siku mpya, lakini tabasamu lake lilififia alipomwona shangazi yake na binti zake wawili, Priska na Sonia. Walikuwa wamerudi tu kutoka kwenye sherehe ya harusi mjini. Kanga zao nzuri zilikuwa zimekunjamana kutokana na kusafiri na viatu vyao vyenye vumbi. Lakini macho yao, baridi na katili, hayakuwa yamebadilika. Shangazi, habari za asubuhi, Jamila alisalimia kwa upole. Shangazi yake, Bibi Kidawa, hakujibu. Macho yake yalikuwa tayari yamemwona bibi mzee ameketi karibu na jiwe la kupikia la Jamila, akipasha joto vidole vyake juu ya moto mdogo. Ni nani huyo? Alikoroma, sauti yake ikiwa kali kama wembe. Jamila alimeza mate akitembea karibu. Alianguka sokoni, hakuna mtu aliyemsaidia, kwa hiyo nilimleta hapa. Umeleta omba mchafu ndani ya nyumba yangu. Kidawa alipiga kelele, sauti yake ikivuta majirani nje. Sonia alikoroma na kuanza kupoka kwa sauti. Mahali hapa tayari pananuka, sasa nataka kubadilisha kuwa dampo. Mama, hana nyumba. Alilala hapa,
Hakusumbua chochote, Jamila alisema, macho yakionyesha upole. Lakini Bibi Kidawa alitoka moja kwa moja kuelekea kwa bibi mzee. Toka nje ya nyumba yangu, alipiga kelele. Bibi, alisema polepole, unaweza kuwa na paa lakini huna nyumba. Moyo wako ni giza sana kuweza kumhifadhi hata damu yako mwenyewe. Kidawa alikuna kana kwamba alipigwa na mikono isiyoonekana. Unathubutu kuongea nami hivyo? Jamila alikimbia na kupiga magoti mbele ya shangazi yake. Tafadhali mama, atakaa siku chache tu, hana mtu. Kidawa aligeuza macho yake kwa Jamila. Nisema ondoke sasa hivi haraka. Na kwa hayo, alishika bakuli la hela la bibi mzee na akalitupa nje. Sarafu zilitawanyika kama mvua inayoanguka. Jamila alipiga kelele, akiharakisha kuzikusanya. Sonia alicheka kikatili, akifurahia eneo hilo kama mchezo wa kuigiza. Bibi mzee hakuguna. Alisimama tu akifuta kanga yake vumbi na kunong'ona, ala usiku, nimeona vya kutosha. Aliketi nje kwenye kiti cha mbao, bibi mzee karibu naye, wote wawili wamefunikwa kwa kimya. Mwezi uliinuka kwa upole na mbwa walipoweka kutoka mbali. Moyo wake ulisikia maumivu, aibu, kutokuwa na msaada na wasiwasi. Samahani kwa iliyotokea, Jamila alisema. Bibi mzee aligeuka kwake kwa macho laini. Mwanangu, usiombe msamaha. Jamila alitazama chini kwenye mikono yake. Sijawahi kumwona shangazi amekasirika hivyo. Bibi mzee alitikisa kichwa polepole. Wakati mwingine kabla ya baraka kuwasili, dhoruba hukusanyika. Jamila hakuelewa lakini alitikisa kichwa. Asubuhi iliyofuata, bibi mzee aliondoka mapema bila neno. Jamila alipata jani tu chini ya jiwe aliloketi. Kwenye jani kulikuwa na sarafu 7 zinazong'aa, zilizosafishwa, tofauti na zile alizokuwa nazo. Machozi yalijaza macho ya Jamila. Alitazama juu angani na kunong'ona, tafadhali, Mungu, popote anapoenda mlinde. Katika upande mwingine wa mji, David akiwa na gari kali aina ya Harrier nyeusi. David alitoka nje ya gari mrefu, mabega mapana, amevaa nguo za kifahari. Macho yake yalichunguza mazingira. Kila kitu kilijisikia sawa lakini tofauti. Mheshimiwa, dereva alisema, asante. David alijibu, akitikisa kichwa. Alipoingia ndani ya nyumba ya familia, kumbukumbu zilikimbia. Kicheko cha marehemu baba yake, kukumbatiwa kwa joto la mama yake, kila akirudi nyumbani. Lakini kila kitu alihisi upweke sana. Mama yake hakuwepo nyumbani. Alichunguza chumba chake cha kulala kikiwa kimepangwa vizuri. Alipiga simu ya mama yake imezimwa, aliuliza walinzi. Amekuwa akitoka nje kila asubuhi mheshimiwa. Anasema anaomba na kutembea lakini hajawahi kusema wapi. Walinzi walimwambia David. David aliketi kwenye ukingo wa kitanda chake. Anaficha kitu, alinong'ona. Na alikuwa sahihi. Kwa wiki kadhaa, Bibi Anna alikuwa amerejea kutoka sokoni kule alipokutana na Jamila. Na siku hiyo baada ya kuachana na Jamila, aliketi kimya kwenye kochi lake nyumbani na akajisemea, nimempata, msichana ambaye atabadilisha kila kitu. Mvua ilinyesha kwa siku 3 mfululizo. Jamila aliketi karibu na dirisha dogo la chumba chake, akipiga magoti yake, akisikiliza kila tone la mvua likianguka kama machozi kutoka angani. Shangazi yake hakuwa amesema neno kwake tangu tukio hilo. Binamu zake walikuwa wakimdhihaki kimya kimya kwa minong'ono wakimcheka. Anapenda kulisha omba, hivyo ndivyo atakavyolewa. Priska alinong'ona. Yeye ni msichana wa soko tu, anajifanya mtakatifu, Sonia aliongeza akicheka. Lakini Jamila hakujibu chochote. Moyo wake ulikuwa mzito sana. Alimkumbuka yule bibi mzee. Ingawa walitumia usiku mmoja tu pamoja, ilihisi kama kipungo ametokea kupenda kumsaidia. Usiku wa 3 mvua ilikuwa kubwa. Iligonga paa kama ngurumo. Jamila alilala kwenye mkeka wake, baridi na mvua. Uvujaji mdogo kwenye dari ulitiririka juu ya blanketi yake. Ghafla alisikia kubisha kwenye lango la mbao. Mara moja, mara mbili. Aliketi haraka, moyo wake ukipiga. Ni nani huyu usiku huu? Akaenda dirishani na akachungulia. Bibi mzee alikuwa amerudi, amejaa maji kutoka kichwani hadi vidole, kanga yake imelowa, miguu yake ina matope. Jamila alikimbilia nje bila neno. Mama, alilia, akimshika kwa nguvu. Umerudi? Yule mwanamke alitikisa kichwa, midomo yake ikitetemeka. Nimekuja kukuona mara moja ya mwisho. Jamila alimvuta ndani, akipuuza baridi, akipuuza hofu ya chochote kile shangazi yake angesema. Mama, tafadhali keti. Lazima unahisi baridi. Jamila alisema, lakini bibi mzee alifikia kwenye kanga yake iliyolowa na akatoa noti iliyokunjwa. Aliweka kwenye mkono wa Jamila. Wakati ukiwa sahihi, fungua hii. Jamila alionekana ameshanganyikiwa. Hii ni nini? Lakini mwanamke huyo alitabasamu tu kwa hafifu na akasema, asante kwa kunitendea kama mtu, hata wakati ulimwengu ulinichukulia kama takataka, hujui ulichofanya. Kisha kama kivuli aliondoka kurudi kwenye mvua. Asubuhi iliyofuata ilikuwa kimya. Mvua ilikuwa imeosha mji, hewa ilijisikia safi. Jamila alikuwa njiani kuelekea sokoni, akitembea pekupeku.
Wakati huo huo, kwenye barabara, David alikuwa akiendesha gari na dereva wake Kelvin, akijaribu kuelewa mji tena. Walipopunguza mwendo karibu na soko, kitu kilikamata macho ya David. Mwanamke mchanga pekupeku, amebeba mboga kwenye kikapu juu ya kichwa chake. Sketi yake ilikuwa imechafuliwa kwenye ukingo na shati lake lilikuwa limeganda kwenye ngozi yake kutokana na unyevu. Lakini uso wake ulikuwa mrembo. David aliona kitu cha upole, kitu cha uaminifu machoni mwa yule binti. David akauliza, "Ni nani huyo?" Kelvin alikunja macho. "Huyo ni Jamila. Kila mtu hapa anamjua. Anaishi na shangazi yake, anauza mboga, anawatunza kila mtu, hata wakati hana chochote." Moyo wa David ulihama. Alitazama wakati mtoto mdogo alijikwaa na kuanguka. Bila kusita, Jamila aliangusha kikapu chake, akamchukua, akasafisha magoti yake kwa ukingo wa kanga yake, na akamkumbatia mpaka alipoacha kulia. "Nataka kukutana naye," David alisema, sauti yake ikiwa chini. "Lakini mheshimiwa, sio kama David, sio kama mtoto wa bilionea, bali kama mtoto anayetaka kumjua." Jamila hakumgundua kijana huyo ambaye alianza kuja sokoni kila siku. Mwanzoni, aliuliza tu nyanya, kisha pilipili, kisha bamia. Alimsalimu kwa upole kila wakati. Hakuwahi kujadili bei sana, na alimsaidia kuchukua kikapu kizito kila wakati. Jina lake, alisema, lilikuwa Deo. Jamila alilipenda jina hilo zuri. Siku moja, wakati alikuwa akifunga kibanda chake, alingojea karibu na tabasamu. "Ngoja nikusaidie," Jamila alionekana kushangaa. "Sio lazima." "Nataka." Walitembea kimya, kikapu kikiwa kati yao. Ilikuwa kimya cha amani kilichojaa faraja. "Jamila," alisema mwishowe, "Je, unacheka kila wakati, hata wakati inaumiza?" Alisimama. Swali hilo lilichoma kitu kifuani mwake. "Hakuna mtu anayeona maana ya kulia mahali ninapoishi," alisema kwa upole. "Nikilia wanacheka, kwa hiyo ninacheka na kuendelea mbele." David alimtazama, moyo wake ukiingia maumivu. Alikuwa amekutana na wanawake huko Paris, New York, London, lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa na macho yaliyobeba nguvu na huzuni kama yake. Walipofika nyumbani, Jamila alitabasamu na kusema, "Asante, Deo." Alimtazama akiingia nyumbani kwao, huku moyo wake ukiwa na furaha. Ndani, Jamila aliegemea kwenye mlango baada ya kuufunga. Mwanamume huyu alikuwa nani? Na kwa nini moyo wake ujisikia salama na kuogopa? Alikumbuka noti ambayo bibi mzee alimpa. Hakuwa ameifungua bado. Kwa vidole vinavyotetemeka aliitoa. Ndani, katika uandishi maridadi, kulikuwa na maneno, "Wakati moyo ukiwa safi, huvuta wafalme waliojificha kama wageni." Mikono yake ilitetemeka. Machozi yalijaza macho yake. Hakuelewa kikamilifu bado, lakini kina ndani ya roho yake alijua kitu kilikuwa kinakuja. Jua la jioni, wakati Jamila alirudi kutoka sokoni, miguu yake iliyochoka ikivuta kupitia njia ya vumbi. Alifungua mlango kimya kimya, akitumaini shangazi yake alikuwa katika hali nzuri. Lakini wakati alipoingia ndani aliganda. Binamu zake walikuwa wameketi kwenye viti vya plastiki, sahani za wali wa moto na nyama ya kukaanga mikononi mwao. Kicheko kilijaza hewa. Redio ilikuwa ikicheza muziki kwa upole, lakini hakukuwa na sahani ya ziada. Bibi Kidawa alitazama juu na akikoroma, "Umerudi. Natumaini soko halikukumeza." Jamila alitikisa kichwa kimya kimya na kuweka kikapu karibu na mlango. Tumbo lake lilisikika kwa njaa. Hakuwa amekula tangu asubuhi. "Priska, mletee chakula," Kidawa alisema. Jamila alitazama juu kwa matumaini, midomo yake ikitetemeka kwa asante ya utulivu. Priska alirudi na sahani ndogo iliyopasuka. Ndani yake mifupa tu na mafuta. Uso wa Jamila ulijawa huzuni. Sonia alipasua kwa kicheko. "Hiyo ndiyo iliyobaki." Mikono yake ikitetemeka, Jamila alichukua sahani, akaketi karibu na ukuta wa jikoni na polepole aliokota mifupa. Macho yake yalikuwa na maji, lakini hakulia. "Bado. Usiketi hapo kama mnyama wa huruma," Kidawa alibweka. "Wewe si mgeni wetu. Unataka tupige magoti na kukuomba ule." Jamila alisimama na nyumba ilipokuwa kimya, aliketi karibu na dirisha lake akitazama mwezi. "Mama," baba alinong'ona kwa nyota, "sijui nitaendelea kujifanya kuwa na nguvu hadi lini." Machozi yake yalikuja kimya kimya, yakilowanisha kanga yake, akilowanisha kifua chake, yakivunja moyo wake. Siku iliyofuata, David, bado akiitwa Deo, alimkuta Jamila sokoni akilia kimya kimya. Alikuwa anajaribu kupanga mboga zake, lakini mikono yake ilitetemeka. Alikimbilia kwake. "Jamila, nini kibaya?" Alijitahidi kutabasamu. "Hakuna, upepo ulipiga mchanga machoni mwangu." Lakini David hakudanganywa. "Ni shangazi yako aliuliza kwa upole. "Kwa nini wewe ni mwema sana kwangu?" aliuliza Jamila, sauti yake ikiwa pole. David alisita, akimtazama kwa macho yaliyojaa ukweli usiozungumzwa. "Kwa sababu unanikumbusha kila kitu halisi katika ulimwengu huu." Jamila alimtazama na kwa sekunde moja, maumivu yake yalijisikia madogo. Jioni hiyo, Bibi Anna aliketi katika jumba lake na moyo mzito.
Mwanawe alikuwa amependa. Aliona. Alikuwa amemfuata kwa kujificha. Alimtazama akibeba kikapu cha Jamila, akicheka utani wake na kuketi naye karibu sokoni. Lakini alihitaji kujua kwa hakika, je, Jamila alimpenda yeye au uwepo wake? Asubuhi iliyofuata alirudi sokoni, wakati huu katika nguo za zamani zaidi zilizopasuka zaidi. Alingoja kwenye kibanda cha Jamila. Jamila alishangaa kumwona. Mama, umerudi tena, alisema akiharakisha kumsaidia kuketi. Ninahitaji chakula, yule mwanamke alisema kwa hafifu. Hata kijiko tu. Jamila hakusita. Alichukua viazi vikuu vya mwisho ambavyo alikusudia kuuza na kuanza kuvimenya. Kisha haraka akavipika. Wakati walipokula, Jamila alisema, unaonekana umechoka. Unaweza kukaa nami tena ikiwa unataka. Yule mwanamke alimtazama kwa karibu, hata baada ya kile shangazi yako alifanya. Jamila alitikisa kichwa. Fadhili haipaswi kutegemea faraja. Bibi mzee alitabasamu kwa hafifu. Moyo wake ulikuwa ukivimba kwa furaha, lakini hakulionyesha bado. Baadaye siku hiyo Jamila alirudi nyumbani. Shangazi yake alikuwa amesikia uvumi. Nimesikia sasa unaketi na wanaume wa ajabu sokoni. Yeye ni nani? Unaficha nini? Kidawa alipiga kelele. Sonia aliongeza kwa dhihaka. Labda itakuwa anajiuza sokoni. Sauti ya Jamila ikasema, yeye si kama huyo. Yeye ni mwema. Kidawa alimtwanga kofi kwa nguvu sana hivi kwamba alianguka sakafuni. Mbuzi wewe usiye na aibu, utanifedhehesha katika hili. Jamila alikaa chini, mashavu yake yakiwa mekundu, masikio yake yakilia. Usiku huo alilala kwenye mkeka tena. Hakuna chakula, hakuna mwanga, maumivu tu. Lakini kutoka mji mwingine, David alisimama kwenye dirisha lake pia, akimfikiria, ajiuliza kwa nini msichana mwenye macho ya huzuni zaidi alikuwa na tabasamu zaidi. David hakuweza kulala. Tangu alipokutana na Jamila, kila kitu moyoni mwake kilikuwa kimebadilika. Maumivu yake yalihisi kama yake mwenyewe. Kimya chake kilizungumza kwa sauti kubwa kuliko kelele yoyote. Hakuhitaji muda zaidi, alijua. Usiku huo David aliketi chumbani kwake na akaandika barua kwa mama yake. Mama, nimempata. Mwanamke ambaye roho yake inaniweka unyenyekevu. Sijali asili yake, nguo zake au hali yake. Kinachojali ni kwamba moyo wake ni dhahabu. Sitangojea baraka zikimbie. Nimeamua. Aliweka barua hiyo chini ya mto wake. Asubuhi iliyofuata, alirudi sokoni. Jamila alishangaa kumwona tena haraka sana. Alishika mkono wake kwa upole, sauti yake ikiwa tulivu. Jamila, nataka kukupeleka mahali fulani. Alionekana amechanganyikiwa. Wapi? Mahali pa amani. Alimpeleka kwenye kona tulivu karibu na mto ambapo ndege walilia na upepo ulisikika kupitia nyasi ndefu. Fuko alimweka chini. Najua tumekutana kwa muda mfupi tu, alisema, lakini nahitaji kukuambia kitu. Moyo wa Jamila ulipiga haraka. Huenda nisiwe na mengi ya kutoa kwa maneno, alisema, lakini matendo yangu yatazungumza kwa sauti kubwa. Jamila, nataka kutembea maisha haya na wewe ikiwa utanikubali. Aliganda. Midomo yake ilitetemeka. Hata hujanijua mimi ni nani? Alitikisa kichwa polepole. Najua vya kutosha. Najua wema wako na ukarimu kwa watu wote, hata usiowafahamu na wasiojiweza. Najua kwamba huna kitu ila unajitoa kwa wengine. Hivyo ndio ninavyohitaji. Machozi yalitiririka kwenye mashavu yake. Hakuna mtu aliyewahi kusema kitu kama hicho kwangu, Jamila alinong'ona. David alimfuta machozi Jamila. Lakini amani haidumu katika ulimwengu uliojaa wivu. Sonia alikuwa amemwona Jamila akirudi, tena na tabasamu tulivu usoni mwake. Alikunja macho. Alimfuata Jamila siku iliyofuata na akamwona na Deo tena sokoni. Aliporudi alikimbilia chumba cha mama yake. Mama, huwezi kuamini. Mwanamume huyo sio tu mteja wa soko. Anapanga kumwoa. Kidawa alikasirika. Mchawi huyo, tumfanye nini? Sonia aliuliza, sauti yake ikiwa kali. Uso wa Kidawa ulijikunja kwa ukatili. Ikiwa anataka kuishi kama malkia, tutamkumbusha kwamba bado yeye ni mfanyakazi wetu wa nyumbani. Baadaye usiku huo, wakati Jamila alikuwa ameenda kuchota maji, walifanya uvamizi kwenye chumba chake kidogo. Walirarua kanga yake, wakachoma Biblia pekee, wakatupa vitabu vyake vya shule kwenye shimo. Hata walimwaga mafuta ya taa kwenye nguo zake na kuzichoma. Jamila aliporudi, alikuta moshi na majivu mahali ambapo vitu vyake vilikuwepo. Hakuweza kupiga kelele, hakuweza kulia. Wakati huo, Kidawa na binti zake waliingia chumbani. Hivi ndivyo inavyotokea kwa wasichana wanaosahau mahali pao, Kidawa alisema kwa baridi. Jamila aliwatazama, sauti yake ikitetemeka. Kwa nini? Kwa nini unanichukia sana? Sikupendi sana wewe, Kidawa alikoroma. Jamila alinama kichwa. Usiku huo, aliketi chini ya nyota tena na chochote isipokuwa noti ya bibi mzee mkononi mwake. Wakati moyo ukiwa safi, huvuta wafalme waliojificha kama wageni. Alinong'ona. Lakini nini kinatokea wakati moyo huo umevunjika? Asubuhi iliyofuata, wakati Jamila alikuwa akifagia ua, sauti laini iliita kutoka langoni.
Alikuwa yule bibi mzee, yule ambaye hakuwa amemwona tangu usiku wa mvua. Jamila alikimbilia kwake. Mama. Lakini wakati huu bibi mzee alikuwa amevaa tofauti. Nimekuja kukuona, alisema. Nilisikia wamechoma vitu vyako. Jamila hakujibu. Alianguka tu mikononi mwake na akalia. Bibi mzee alimshika kwa upole kama mama halisi. Hakusema maneno, alipiga tu mgongo wake na kunungunika sana. Ndani ya nyumba Sonia alichungulia kupitia dirisha. Mama amerudi tena, alinongona. Kidawa alizungusha macho yake. Nitashughulika naye. Lakini kabla mama Kidawa hajafika nje, yule mwanamke akiwa anaondoka aligeuka tena kwa Jamila na kunongona, wakati wako uko karibu. Jamila alimtazama, amechanganyikiwa. Wewe ni nani? Yule mwanamke alitabasamu kwa machozi machoni mwake. Mimi ni mama tu anayempenda mwanawe sana na anaona binti ndani yako. Kisha akaondoka. Ilikuwa kabla tu ya alfajiri wakati Jamila alipoamka kwenye kimya cha ajabu. Chumba chake, nusu kimechomwa na vigumu kuishi, bado kilinuka moshi. Alitoka nje kwenda kuchota maji kutoka kwenye bomba la nje. Lakini alipofika langoni, aliganda. Maafisa wawili wa polisi walisimama pale wakiwa wameshikilia faili. Wewe ni Jamila? Mmoja wao aliuliza. Ndiyo, alisema kwa upole. Uko chini ya uchunguzi kwa kuiba pesa na vitu kutoka nyumbani kwa bibi Kidawa, afisa huyo alisema, sauti yake ikiwa baridi. Moyo wa Jamila ulisimama. Unamaanisha nini? Alichukua mkufu wangu wa dhahabu na $100,000 chumbani kwangu. Sauti ya Kidawa. Sijaiba mimi, Jamila alisema, sauti yake ikitetemeka. Na hapa sikuchukua chochote. Lakini maafisa hawakusikiliza. Kabla hajatoa neno jingine, walishika mikono yake. Mmoja wao alifunga kamba ya kitambaa karibu na mikono yake. Jamila alianguka kwa magoti. Tafadhali, sijawahi kuiba chochote katika maisha yangu. Sogea, walibweka. Walipomvuta, majirani walitoka nje ya nyumba zao wakinongona na kutazama. Priska na Sonia walimcheka kikatili. David aliwasili sokoni asubuhi hiyo tu kusikia kwamba Jamila alikuwa amekamatwa. Hakungojea gari lake, alikimbia. Kituo cha polisi kilikuwa kidogo, chenye vumbi na moto. Jamila aliketi kwenye sakafu baridi, machozi yakilowanisha sketi yake. Midomo yake ilitetemeka kwa kimya. Hakuwa amesema neno tangu alipofungwa. Wakati huo mlango ulifunguka. David aliingia, macho yake yakichoma. Yuko wapi? Alidai. Afisa huyo alisimama. Na wewe ni nani? David alichomoa kitambulisho chake. Kilikuwa na jina lake kamili. David Chawene, miliki wa kampuni kubwa ya malori itwayo Chawene. Kila mtu chumbani alisimama mara moja. Nataka atoke sasa hivi, alipiga kelele. Afisa huyo alikimbia na funguo na akafungua sero. Jamila alipepesa macho, macho yake yakiwa dhaifu na mekundu. Deo, alinongona. Hapana Jamila, alisema kwa upole. Jina langu ni David. Moyo wake ulianguka. Ulinidanganya. Nilitaka unione mimi sio jina langu, alisema akipiga magoti mbele yake. Sikukusudia kukuumiza. Jamila alimtazama tu. Nilijua kile walichofanya. Wizi na uongo wao wote, alisema. Hustahili hili. Alitikisa kichwa polepole, lakini maumivu kifuani mwake yalikuwa mengi sana. Alizimia. David alimshika kabla hajagonga chini. Jamila aliamka katika chumba safi, cheupe. Peni ilizunguka polepole juu ya kichwa chake. Aligeuka na akamwona David ameketi karibu naye. Macho yake yamechoka, uso wake haujaoshwa. Kulikuwa na shada laini la maua karibu na kitanda chake. Niko wapi? Alinong'ona. Uko hospitalini, alisema akishika mkono wake kwa upole. Nilidhani nilikuwa ninaota, alinung'unika. Hapana, alisema, machozi yakikusanyika machoni mwake. Alitazama mbali, moyo wake ukiwa mzito. Sina chochote kilichobaki, hata kanga yangu. David alinyosha mkono wake na kumpa barua. Ilikuwa barua kutoka kwa mama yake, ile aliyoandika zamani, ile aliyompa Jamila usiku wa mvua. Jamila alipungua tena, wakati huo akisoma kila neno kwa ufahamu. Wakati moyo ukiwa safi, huvuta wafalme waliojificha kama wageni. Machozi yake yalitiririka kwa uhuru sasa. Alijua, alinong'ona. David alitikisa kichwa. Mwanamke huyo, yeye ni mama yangu. Jamila aliketi karibu naye. Alishika mkono wake alipolala na akafuta machozi yake kwa kimya. Siku 3 baada ya kuachiliwa, Jamila alitoka nje ya hospitali huku David akishikilia mkono wake. Nywele zake zilifungwa nyuma, nguo zake zilikopwa na hatua zake zilikuwa polepole, lakini roho yake ilikuwa inainuka tena. David hakuwa ameacha upande wake. Asubuhi hiyo, alimwambia kwa upole, huna haja ya kurudi kwenye nyumba hiyo tena. Jamila alimtazama, sauti ikitetemeka. Lakini vitu vyangu sina mahali pengine. David hakusema chochote. Baadaye kidogo David alirudi na maafisa wawili wa polisi, wakili na mama yake, Bibi Anna, akiwa amevaa kanga yake nzuri zaidi ya bluu ya kifalme, kilemba kikiwa juu na macho yakichoma kwa moto. Pamoja wote waliendesha gari hadi nyumbani kwa Bibi Kidawa. Walipofika, majirani walitoka nje wameshtuka.
Gari kubwa jeusi, wakili, polisi. Kidawa alikimbia nje kwa ujasiri wake wa kawaida, lakini alisimama alipomwona Bibi Anna akishuka. Bibi Anna aliondoa miwani yake polepole. Unanikumbuka? Alimuuliza Kidawa, sauti yake kama ngurumo imefichwa kwa utulivu. Kidawa alikoroma. Sijawahi kukuona katika maisha yangu. Bibi Anna alitabasamu. Ulinifukuza kutoka nyumbani kwako. Uliniita omba, ulimwaga sarafu zangu kwenye chini. Kidawa aliganda. Ulimdhihaki msichana pekee mwenye moyo uliotengenezwa kwa dhahabu, aliendelea, sauti yake ikitetemeka kwa hisia. Alinipa chakula wakati hakuwa nacho. Alinihifadhi wakati paa lake lilivuja. Yeye mwanamke niliyemchagua kwa mwanangu. Sonia alibaki, mdomo wazi akionekana kushtuka sana. David alisogea mbele sasa. Ndiyo, na Jamila ndiye mwanamke ninayempenda. Atakuwa mke wangu. Kidawa alianguka sakafuni akilia. Tafadhali, sikujua, sikukusudia. Sonia alishikilia kanga yake, akitetemeka. Tulikuwa tunatania tu. Afisa wa polisi aliinua karatasi. Wote wawili mko chini ya uchunguzi kwa kuwasilisha ripoti ya uongo, uharibifu wa mali na unyanyasaji. Jamila alisimama kimya kimya akitazama nyumba ile ile ambayo alikuwa akipigwa makofi, akalala njaa, akatukanwa. Alisonga mbele. Kila mtu alingoja kile angesema. Alimtazama Kidawa kisha Sonia na kunong'ona, ninakusamehe. David alimchukua Jamila hadi jumba lake la kifahari, mahali ambapo hakuwahi hata kufikiria katika ndoto zake. Lango lilikuwa pana, la dhahabu na tulivu. Alipoingia, taa za mapambo ziling'aa kutoka kwenye dari. Sakafu ya marumaru ilisikia takatifu sana kwa miguu yake pekupeku. Sistahili hapa, alinong'ona. Bibi Anna alitoka nyuma yake na akamkumbatia kwa upole. Hustahili kwenye sakafu, unastahili hapa. Bibi Anna aliketi karibu naye kwenye sakafu baridi, akimshika akimtingisha kama mtoto. Wewe ni binti yangu sasa, alinong'ona katika nywele zake. Na uko salama. Kwa mara ya kwanza katika miaka, Jamila alilala kwenye kitanda na shuka safi. Akala chakula ambacho hakuwa na haja ya kuomba. Asubuhi iliyofuata alisimama mbele ya kioo. Hakumtambua msichana aliyekuwa akimtazama, sio kwa sababu ya mavazi au nyumba, bali kwa sababu kwa mara ya kwanza macho yake yalikuwa na amani. David alibisha mlango kwa upole na akaingia. Alimtazama na akatabasamu. Nimefurahi huko nyumbani, alimtazama. Kwa nini mimi? Alisonga karibu, akachukua mkono wake na kusema, kwa sababu ulipenda bila kujua sisi ni nani. Kwa sababu moyo wako ulibaki mwema hata wakati ulipovunjwa. Kisha akatoa pete ndogo mfukoni. Jamila aliguna. Nataka kukuuliza kitu. Alitikisa kichwa, machozi tayari yakianguka. David, hapana, alipiga magoti. Jamila, utaolewa nami? Alitikisa kichwa akilia. Ndiyo, nitaolewa. Na jua likaangaza kupitia dirisha kana kwamba mbinguni yenyewe ilikuwa ikitabasamu. Neno lilienea haraka. Jamila, yule msichana yatima masikini, muuzaji wa soko, yule ambaye kila mtu alimdhihaki, alikuwa amechumbiwa na mtu tajiri sana mjini. Wengine walisherehekea, wengi walinong'ona kwa kutoamini, wachache walisokota kwa wivu. Bibi Anna mwenyewe alirudi sokoni kwa utukufu kamili. Alivaa nguo za tajiri zaidi na walinzi nyuma yake. Alitembea moja kwa moja kwenye kibanda cha zamani cha Jamila. Aliwakusanya wanawake wa soko karibu. Kwa sauti kubwa, wazi alitangaza, hapa ndipo nilipokutana naye. Hapa ndipo aliponipa chakula bila jina. Sasa nataka kumheshimu. Alitoa miavuli 10 mikubwa, dazeni za meza mpya na zawadi za pesa kwa wanawake wote wa soko wanaojitahidi kwa jina la Jamila. Yeye hajawa tu binti yangu, Bibi Anna alisema akizuia machozi. Anakuwa malkia. Baadaye wiki hiyo, kadi za mwaliko zilitolewa kote. Harusi ya David na Jamila. Sherehe ya neema na ukweli. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, kila barabara ilikuwa imepambwa kwa riboni na maua. Wachuuzi walisimamisha biashara. Hata ombaomba walisimama wamevaa matambara yao mazuri zaidi ili tu kumwona. Msichana waliyemwita msichana wa soko alikuwa anafua bibi harusi. Ndani ya jumba kuu jeupe, Jamila alisimama mbele ya kioo kirefu, mikono yake ikitetemeka kidogo. Gauni lake lilikuwa dhahabu laini, rahisi, kifahari na likitiririka kama mwanga wa mwezi. Miguu yake, ambayo mara moja ilipasuka kutokana na kutembea pekupeku, sasa iliingia kwenye viatu vya thamani kubwa. Machozi yalikwama machoni pake. Bibi Anna alisimama nyuma yake. Mwangalie wewe, alinong'ona. Binti yangu, fahari yangu. Jamila aligeuka polepole. Mama, kweli huyu ni mimi? Bibi Anna alitikisa kichwa, sauti yake ilikuwa nzito. Wewe ni msichana yule yule, lakini sasa ulimwengu hatimaye unaona kile nilichokiona siku ile sokoni. Walikubaliana sana. Wakati huo, kubisha kulikuja mlangoni. Mfanyakazi aliingia na kusema kwa upole, Mama, Kidawa na binti zake wako nje. Wanataka kutazama kutoka nyuma. Jamila alisimama. Je, ni wafukuze? Bibi Anna aliuliza.
Jamila alifuta macho yake na kunong'ona, hapana. Waache waone neema inaonekanaje. Kanisa lilikuwa limejaa wanaume katika nguo nyeupe, wanawake katika nguo zilizong'aa sana. Zulia la dhahabu lilijaza njia. David alisimama kwenye madhabahu, ana wasiwasi lakini anatabasamu. Moyo wake ulipiga kwa sauti kubwa chini ya kifua chake. Kisha milango ilifunguliwa. Jamila aliingia mkono kwa mkono na Bibi Anna. Umati ulisimama. Wengine walilia wazi wazi. Hata mchungaji alikosa hewa kwa hisia. Macho ya David yalijaa machozi wakati alipomwona. Alikuwa kila kitu alichokuwa amesali kwa ajili yake. Kila kitu ambacho hakujua alihitaji. Msichana kutoka sokoni ambaye alitoa chakula ambacho hakuweza kumudu, sasa akilia kama nyota iliyoanguka kutoka mbinguni. Alipofika kwenye madhabahu, alinong'ona, unaninyang'anya pumzi yangu. Jamila alitabasamu, na wewe ulinirudishia yangu. Ninaahidi kusimama karibu na mwanamume ambaye hajawahi kuniona kama mdogo. Jamila alijibu, machozi yake yakitiririka kwa uhuru. Pete zilibadilishana, busu lilikuwa la upole, na shangwe iliyofuata ingeweza kutikisa mbingu. Lakini nje ya kanisa, nyuma ya mti mkubwa, Kidawa na binti zake walitazama kimya kimya, nyuso zao zikiwa zimepauka, macho yao yakiwa yamefichwa. Kidawa alianguka kwa magoti, akinong'ona, nilimwangusha. Priska aligeuka na kulia kimya kimya. Sonia alinungunika, tulimdhihaki na sasa tumepoteza kila kitu. Lakini Jamila hakutazama nyuma. Aliingia katika maisha yake mapya kwa neema. Baada ya harusi, sherehe ilifanyika katika jumba la kifahari la Grand Okara. Mamia walihudhuria. Alipoombwa kutoa hotuba, Jamila alitembea polepole hadi jukwaani akishikilia mkono wa David. Alisimama, akatazama umati na kusema, kulikuwa na wakati nililala kwenye sakafu na kanga moja. Wakati niliuzwa mboga kwenye jua, wakati wengine walinidharau. Wakati nilipigwa, nilituhumiwa na kuachwa kwenye seli ya polisi bila mtu wa kumpigia simu. Umati ulikaa kimya, lakini bado nilichagua kutabasamu. Sio kwa sababu maisha yalikuwa rahisi, lakini kwa sababu uchungu hufanya moyo kuwa mzito, na nilijua wangu unahitaji kuruka. Alitazama kuelekea umati na akaona majirani wa zamani, wanawake wa soko, wajeni na hata watoto wenye macho yaliyojaa machozi. Kwa kila msichana ambaye amewahi kujisikia mdogo, kumbuka hili: wewe sio umaskini wako, wewe sio maumivu yako, wewe ni kusudi linalosubiri kupatikana. Shangwe kubwa ilizuka. Watu walipiga makofi, walilia na kukumbatiana. Uso wa Bibi Anna ulikuwa umelowa machozi. David alimvuta Jamila karibu na akambusu paji la uso wake. Usiku huo walicheza chini ya nyota, wakiwa huru, wamejaa na wametimia. Mwaka mmoja baadaye, jua la dhahabu liliinuka kwa upole juu ya jumba la kitajiri. Jamila alikuwa na miezi 6 ya ujauzito, aking'aa, mtulivu na mrembo zaidi kuliko hapo awali. Bibi Anna alisugua tumbo la Jamila na kusema, wajukuu zangu watakuwa katika nyumba iliyojengwa kwa upendo. Huo ndio urithi pekee ambao hauishi kamwe. Jamila alimtazama na kunong'ona, asante kwa kujifanya kuwa masikini. Siku hiyo ilibadilisha maisha yangu. Bibi Anna alishika mkono wake, ulibadilisha yangu. Miaka ilipita. Watoto wa Jamila walikuwa na nguvu. Mapacha, mvulana na msichana, walikimbia kupitia kumbi za jumba kwa furaha. David na Jamila walikuwa wazee, lakini upendo wao haukuisha kamwe. Kidawa na binti zake walififia katika aibu ya utulivu, lakini Jamila hakuwahi kuongea dhidi yao. Mafanikio yake yalisema kila kitu. Na wakati watu waliposimulia hadithi ya maisha yake, walisema kila wakati alikuwa msichana wa soko tu hadi fadhili ilipomfanya kuwa malkia. Watazamaji wapendwa, mlichukua masomo gani kutoka kwenye hadithi hii ya kusisimua?